usirudishe mshale kwa wale, rudisha mshale kwa Mwenyezi Mungu ili akaweze kukutetea. Kwa hivyo wewe msikilizaji wangu, hakika wewe zindi kujenga ukuta, ufanya mambo yako. Kama ni mambo mzuri, fanya. Usiangalie yule neighbor yako atasema namna gani. Na Mungu wa mbinguni unapojenga ukuta, Mungu wa mbinguni akupiganie. Akupiganie, akuepukanishe na maadui zako, akuepukanishe na roho chafu ya Shetani. Maana unaona hawa watu wenye walikuwa, unaona kama watu kama Tobia, walikuwa wanaigiwa na roho ya Shetani. Ndio maana ulikuwa unasikia wanaingiza madharau. Ni madharau sababu walikuwa wanaingiza madharau. Mungu wa mbinguni wewe unapojenga ukuta, Mungu wa mbinguni akupiganie na akusingile na akupe nguvu mpya ya kujenga ukuta. Nimelinganisha hiyo na unapatanga watu wengi wale ambao wameamini Mungu hawakuangi nyumba sana za kifahari. Wale sasa sitangi semi hatima hao mapasa ama nini, wale watu wa chini unapata watu wengi wanakaa nyumba za mapati. Wanakaa nyumba za mapati. Yani unapata huyo mtu amekaa tu, yani maisha yake sio ile unaweza sema ati ni mzuri sana. Kwa hivyo yule ambaye hajaokoka na anakaa nyumba ya kifalme ama anakaa one bedroom and two bedroom, akisikia yule mwenye anaomba akiwa kwa nyumba ya mapati anamuuliza sasa sikia, yani anazidi kuomba na gari bado ako kwa nyumba ya mapati. Unanielewa? Hiyo ni madharau. Kwa hivyo hiyo ni ile madharau. Hiyo ni Tobia alikuwa anasema wao anaita kina Nehemia wao ni wanyonge. Ati wataweza kufufua ile mawe iko kwa chungu. Yani hiyo ni kusema namna gani? Yani ni kuulizwa, yani yeye na venye hata maisha inakaa kama imempiga, ameanguka, hata anaweza obea mtu aokoke ama na unajua huyo mtu anaweza kukuombea nyagaa, mambo yako ifunguke hata kama ilikuwa imefungana nyagaa. Unajua ukiwa ulikuwa mgonjwa, anaweza kukuombea na upone hapo. Lakini watu hawaoni ni kama huyu mtu anaweza fanya kitu. Hawaoni. Wajiko unajua mambo mengi, watu wengi watu wangu wa Mungu wacheni kuangalia mtu amefaa namna gani. Wacha kuangalia mtu maisha yake iko namna gani. Ile ya maana ni nini asio Mungu amemweka. Unajua Mungu anasema ametuumba kwa sababu kila mtu hata kama ni kiwete ama yeye amekaa namna gani aongei ama asikii, huyo mtu namuona hapo ako hapo sababu yako wewe mwenyewe, ili ukaweza kujua ya kwamba Mungu anatenda amekutendea hivi kwa nini na ametendea huyu kwa nini. Kwa hivyo wakati Nehemia ilienda kujenga ukuta, amewekwa hapo wakfu ili aweze kujenga ile ukuta, ili aweze kuzuia wale waadui wasiweze kuingililia ili ya Jerusalem. Lakini wale maadui wanaanza kumuuliza, huyu sasa ataweza kweli? Huyu ataweza? Yani wao walikuwa na jidai wao tu ndio wanaweza jenga. Kwa hivyo nashukuru sana sababu Mungu kila siku akikuja hapa huwa anakuja akiwa na sababu ya kunena ile neno Mwajiko anataka kusema. Wewe unajua anasemanga mvua ikinyesha kutoka juu ikienda ikimwagika kwa mchanga haiwezi toka bure. Haitokagi bure. Lazima kumea mimea nyaga. Lazima kimea. Kwa hivyo wewe kama wewe uko hapa na unatutazama ama unatusikiliza, wakati sisi tuko huku duniani, unatayarisha shamba yako, unaweka mbegu chini nyaga. Hatuwekagi mbegu chini juu ati mvua imenyesha. Wengine wanaweka mbegu chini wakijua mvua iko karibu unaona vitu kama waru. Tunaekanga chini tukigojea mvua. Wakati mvua itanyesha, hii waru itanyeshewa na mchanga, itanyeshewa na maji, itanyeshewa na mvua. Ikinyeshewa na mvua unajua ile mchanga itakuwa imeshika maji vizuri. Hii waru nayo inaanza kuota. Baka inatoka. Ndio maana unasikia kukiambiwa mvua haiwezi toka juu bure, hata ikimwagika chini haiwezi mwagika bure. Hata waru isipotoka, nyasi itatoka na ng'ombe watakula. Kuna majani hata ya shambani hii itatoka na watu watangolea ng'ombe. Kuna maboga hizi zinatokanga mvua ikinyesha. Mvua ikinyesha inatoanga hizo maboga na sisi tunaingia kwa ile shamba tunashuna ile boga na tunakula nyaga. Kwa hivyo wacha tuseme kama vile muibaji wa wimbo aliiba akasema ati heri pisi ya ugali, heri kapisi ka ugali
kana amani. Kuliko chakula mingi kina nyama, mchere na nini, lakini hiyo nyumba haina amani. Haina amani. Kwa hivyo kwa sababu ya muda naona leo hatukai sana wasikilizaji wetu sababu kuna mahali tunakimbia. Kwa hivyo ile nimeona kuna Wanjiko, kuna mmoja ameona amesema ni kweli nini Tobia na Sabarati ni wengi. Ni wengi sana. Kwanza kwa maisha yetu. Wale wanaingilia katika maisha ya mtu, badala ya waangalie maisha yao, wanaangalia maisha ya watu. Kwa hivyo hao ni wale Sabarati, wale wanaangalia Nehemia atajenga ukuta atajenga ukuta wa aina gani. Kwa hivyo wewe ambao uko katika wewe ni Tobia ama Sabarati, wale wanaenda kupomoa ukuta ya wenyewe, shinda yako. Bara Nehemia atasimama pale na atapigania kujenga ukuta ya Mungu. Kwa hivyo simama kiroho. Usijiumba yumbe ati kujishindwa ati mwingine atasema nini ama huyo mwingine atasema nini. Bora Mungu amekuweka pale kwa sababu. Wanjiko, leo hatukai sana. Mimi nataka kuambia by the way leo ni tarehe 1 mwezi wa 6. Kwa hivyo ni siku ya nini? Ya Madaraka Day. Watasemaji wote leo ni siku ya nini? Ya Madaraka Day. Leo ni siku ya Madaraka Day. Kwa hivyo wewe tunakuish all the best. Siku hii ya leo ni siku ya madaraka. Ukuwe na madaraka jema. Ukuwe na madaraka jema. Wacha nitakie mheshimiwa wetu Mofaya. Mheshimiwa wetu Mofaya na kutakia madaraka jema ya baraka na ubarikiwe sana na Bwana. Na mimi nataka kuishi mtumishi MCA wa upande yako ni ile ya Komorok. Na wewe na kuishi all the best. Unapotumikia wananchi, Mungu aweze kuwa pamoja na wewe. Usiangalie wale wako nyuma yako watasema namna gani. Usiangalie Tobia. Usiangalie ati watasema nini. Bora ufanyie watu wako kazi. Na hakika itasimama. Washa nyakani kuambie. Washa niambie hawa heshimiwa. Katika maisha yenu Tobia ni wengi. Katika maisha yenu Sabarati ni wengi. Wengi sana. Msiwaangalie. Hebu tazameni mbele mahali mumeitwa. Maana ukiona hawa watu wakiwa hapo ni Mungu aliwaweka hapo. Maana kama Mungu hangekuwa, hamungekuwa hapo waheshimiwa wetu. Na aliwaweka hapo kwa sababu yenu. Kwa sababu alikuwa naona kuna mahali unaweza peleka wananchi. Kweli. Kwa hivyo Mungu wa mbinguni awabariki na waongoze na muongozo wenye unastahili. Na mbarikiwe sana watazamaji wetu. Watazamaji wetu hatunjasahau na nyinyi pia nyinyi muendelee hapo tutazama. Ukitaka tukufollow kunjua ni nini inaendelea aswa katika hiki nini wemenye nini, enda pale kwa Facebook ya Kairitu Muthua kana ya idha wake Makia, kana ya idha wake Makia. Enda kwa TikTok utatupata tu huko, hata YouTube utatupata. Kwa hivyo tufuate uweze kujua ni nini aswa tunasema na ni nini tunataka kukupea ni message gani. Kama ukiwisikia umeguswa sana, comment pale. Ukisikia umeguswa sana, weka like pale. Ambia Kairitu kama Muthua keep it up. Kama mwingine niona mwenye amesema ati ndio Sabarati na nani ni wengi, ni kumaanisha anatufuata. Wewe tufuate kama huyo mtu. Lisi wa Jose, ubarikiwe sana. Ukiwa pale Choka, barikiwe sana na Mwenyezi Mungu. Umetutupa sana, salimika sana ukiwa mahali uliko. Kuna mwingine anatukomenti sana, anaitwa Emily Washira. Emily Washira, ubarikiwe sana. By the way, Mungu wa mbinguni akubariki. By the way, nilikuwa nimetumwa salamu na nikaambiwa nikikunja hapa nisisahau kupeana hii salamu yangu. Kuna yule Jenny Wanderi. Jenny Wanderi anasema tangu tuanze hapa anaona kuna improvement tuko nayo. Ni kumaanisha Mungu ametuweka hapa kwa sababu kuna Nancy Jerry. Nancy Jerry niliona pia na yeye anatuambia keep it up. Kwa hivyo ni kumaanisha tunaangaliwa sana na wako huko. Na ujue wako nje ya nje. Kwa hivyo tunaangaliwa huko, wanataka kuona ni nini hasa tunafanya hapa. Kwa hivyo nyinyi mkiwa huko nje nani, naomba Mungu wa neema akuwe na nyinyi kila wakati na wasingira na damu ya Yesu Kristo. Hatuna budi kusema tunaweza kaa hapa tunamiss kukaa na nyinyi, mkuwe na wakati mwema. Bye. Wajiko, chukua na nini? Madaraka jema. Madaraka. Na wewe ukuwe na madaraka jema. Uende kanisa nyaka. Tunaenda.